Woga, wasiwasi, hofu ni hisia za asili ambazo sisi kama wanadamu tunaumbwa nazo, yani ziko ndani yetu. Ila usipokuwa makini kuzilinda na kuzichunga inaweza ikawa sababu mojawapo kubwa sana ambayo inaweza ikakukosesha fursa na ikakupelekea wewe kufeli au kushindwa kupata matokeo yale ambayo unatamani kuyapata au ambayo ulikuwa unatamani kuyapata. So ndani ya video hii tutaenda kujifunza na kuangalia hatua kwa hatua jinsi ya kushinda uoga, wasiwasi na hofu unapojiandaa na usaili wa kazi au jobu interview ili kuhakikisha unapambana na mwisho wa siku kupata yale matokeo ambayo unatamani kuyapata. Nikukaribishe kama ndo mara yako ya kwanza ndani ya channel hii ya The Civil Engineers Hub, channel ambayo ni maalumu kwa professionals wote ambao kwenye kada ya civil engineering. Na ndani ya channel hii tunajifunza ujuzi wa ajira, tunasema employability skills, nikiwa na maana ya skills za jinsi ya kuandaa CV, skills zinazohusiana na interview na kufaulu na kupata kazi. Lakini pia tunajifunza ujuzi wa kazi, tunasema technical skills, lakini pia tunajifunza ujuzi wa jinsi ya kujiajiri au tunasema self employment skills, lakini pia tunajifunza ujuzi wa uwekezaji au investment skills, na kingine tunajifunza ujuzi wa expert business wewe kama member kwenye professional ya civil engineering. So kama ni mara yako ya kwanza hakikisha una like video hii, lakini pia una subscribe ili kila makala zinapokuwa zimetoka kama hizi zisikupite. So twende tukaanze. Hatua ya kwanza ili kushinda hofu, woga na wasiwasi katika usaili wa kazi, kitu cha kwanza kabisa unatakiwa kuwa na mtazamo sahihi, kwa sababu hofu, wasiwasi na woga vinachangiwa sana na kutokuwa na mtazamo sahihi, lakini pia na mazingira na hisia au hali ya kimwili. So kitu cha kwanza ili uweze ukaishinda hofu katika usaili wako wa kazi, unatakiwa kuwa na mtizamo sahihi. Nikisema mtizamo sahihi na maana gani? Kitu cha kwanza unatakiwa kujua kwamba usaili wa kazi sio vita, yani yale sio mapambano, kusema kwamba umeenda pale yani mtu amekushikia risasi au amekushikia bunduki anataka kukulipua au anataka kukuua. Hapana, usaili wa kazi ni mchakato tu wa kawaida wa ushindani tu wa kawaida, kama sheria za kazi ambavyo zinasema kwamba kazi zote lazima ziwepo, lazima zishindanishwe ili apatikane mtu mwenye vigezo na sifa zinazotakiwa. Kwa unatakiwa kitu cha kwanza kubadilisha yani mtizamo uliokuwa nao, sawa, kwamba usaili wa kazi sio nini, sio vita. Wale watu ambao wanakufanyia wewe usaili au wanakutaini wewe ni watu wa kawaida tu kama wewe, ambao mwisho wa siku ukiwa umekutana nao barabarani au ukiwa umekutana nao sokoni ni watu ambao unaweza ukawasalimia tu mkasalimiana vizuri na mkapiga story vizuri tu. Kwa hiyo unavyoingia pale usiwachukulie wale kama wapinzani wako au wakinzani wako, sawa. Wachukulie kama watu wa kawaida tu ambao wamewekwa pale kwa ajili ya kukuassess na kukupima wewe, ila sio otherwise, sawa. Kwa kitu cha kwanza hakikisha unabadilisha mtizamo uliokuwa nao. Usaili wa kazi sio nini, sio vita. Na kitu cha pili, usaili wa kazi sio kwamba ni upendeleo, sawa. Yani kulingana na mfumo wa saizi ambavyo tupo tunaenda nao kwa zaidi ya 90 ni unajitahidi yani kiukweli, sawa, kwamba sio kila anayeenda kufanya kazi au sio kila anayepata pale anakuwa amepata kwa upendeleo, sawa. Kwa unatakiwa utoe kabisa hiyo notion kwamba yani kulingana na ulivyojiandaa, kulingana na jitihada zako, lakini pia na hulka, na kudra za Mwenyezi Mungu, ukiwa umefanya kila kitu kinachotakiwa kwa nafasi yako, basi utapata matokeo yale ambayo unatakiwa. Kwa hiyo mtizamo namba 2 unaotakiwa kuubadilisha kwamba usaili wa kazi sio kitu ambacho ni cha upendeleo, kwamba anapewa mtu fulani au anapewa mtu mwenye jina fulani. Hapana, kwa miaka ya hivi karibuni usaili umekuwa very even, yani mtu ambaye ana mwenye sifa zinazotakiwa ndio huyo mtu ambaye anapata nini, anapata nafasi. Kitu cha pili unachotakiwa kukifanya ili uondokane na woga, wasiwasi na hofu katika maandalizi yako ya interview, kitu cha kwanza unatakiwa ufanye maandalizi sahihi na maandalizi mazuri. Hamna kitu ambacho kinakupa kujiamini kama ukiwa unajua kabisa mimi nimeshajiandaa vizuri. Yani kile unachokiendea unakijua kabisa, mimi ninakiendea kitu cha hivi na ili nifike pale natakiwa nifanye 1, 2, 3. Sasa kitu ambacho kinaweza kikakusaidia wewe kwa nafasi kubwa kupunguza woga, lakini pia kupunguza hofu na kupunguza wasiwasi ni kufanya maandalizi vizuri na kufanya maandalizi sahihi. Kwa kadri ya maandalizi, yani kadri ya level ya maandalizi unayokuwa umeyafanya ndivyo hivyo na kiwango cha woga, wasiwasi na hofu kinapopungua. Ukiwa una maandalizi madogo, obviously ukiwa una maandalizi madogo,
basi maana yake hata kiwango cha hofu, wasiwasi na woga kinakuwa kikubwa sana, tofauti na yule mtu ambaye anakuwa amefanya maandalizi mazuri na maandalizi sahihi na maandalizi ya uzito zaidi, kwamba kiwango chake cha confidence level yake inakuwa iko juu. Kwa hiyo hata ile degree ya woga, degree ya wasiwasi, lakini pia degree ya hofu inakuwa imefanyaje? Inakuwa imepungua. Kwa hiyo hakikisha unafanya maandalizi sahihi na maandalizi mazuri, kwa sababu kila interview unayoiona ina namna yake ya kujiandaa, lakini pia ina maandalizi yake ambayo unatakiwa ufanyaje? Unatakiwa uyafanye. So kama wewe utakuwa unahitaji kushikwa mkono kwenye maandalizi yako ya interview, sawa, maandalizi yako ya interview ya kazi, aidha iwe ni katika kampuni binafsi, katika ajira za serikalini, lakini pia iwe kwenye education institution, na ukiwa kwenye kada ya civil engineering unaweza ukanicheki kwa WhatsApp namba 07464521, au link nimekuwekea kwenye description hapo. So hakikisha unafanya maandalizi mazuri na maandalizi sahihi. Hii itakusaidia sana kupunguza wasiwasi, woga na nini, na hofu. Kitu kingine ambacho kitakusaidia wewe kupunguza woga, wasiwasi na hofu ni kupractice, yani kufanya mazoezi, sawa? Ni kufanya mazoezi. Hii ndio njia pekee. Kwa hiyo kama unavyokuwa unajiandaa na let's say labda kwa mfano unajiandaa na usaili wa mahojiano, hamna namna yote unaweza ukaperform vizuri kama ni mara yako ya kwanza, sawa? Kwa kitu unachotakiwa kufanya, manake unatakiwa una practice, unajifanyia mazoezi mwenyewe kwa kuzungumza mwenyewe, kwa kujiuliza maswali mwenyewe, na wakati ukiwa unaongea, yani hakikisha una practice, unafanya mazoezi binafsi, Sasa ile itakufanya itakujengea kujiamini, lakini pia itakujengea kitu ndani ambacho kitakusaidia kupunguza woga, lakini pia kupunguza wasiwasi na kupunguza hofu uliokuwa nao. Hii ndio namna pekee ambavyo unaweza ukafanyaje? Ukashinda woga, wasiwasi na hofu. So njia 3 nilizokuambia. Njia ya kwanza, unatakiwa kuhakikisha kuwa una mtazamo sahihi, lakini pia njia ya pili, uhakikishe unafanya maandalizi sahihi na mazuri, na njia ya 3 lazima uhakikishe unafanya practice, yani uhakikishe unafanya mazoezi binafsi wakati unapokuwa unafanyaje? Unajiandaa. Ukiwa umevicombine hivi vitu vyote vitatu kwa pamoja, vitakusaidia kupata matokeo mazuri, na level yako ya wasiwasi, woga na hofu vitafanyaje? Vitapungua. So naamini ndani ya video hii umeenjoy na umefurahia, umepata kitu. So kama utatamani kujifunza zaidi, unaweza ukaangalia video nyingine kama hizi unazoziona hapo. Link nimekuwekea kwenye description au mwishoni mwa video hii. Lakini pia kama umeenjoy na umeipenda video hii, hakikisha una subscribe, una like, lakini pia una comment kuniambia hapo chini umejifunza nini ndani ya video hii. Na kama utatamani kufanya kazi na mimi binafsi, unaweza ukanicheki kwa WhatsApp namba 0746452103 kwa usaidizi wowote kuhusiana na jinsi ya kujiandaa na usaili wa kazi, ili kuhakikisha unapata matokeo. So nikutakia wakati mwema. Bye.